sauti naimba hapo umenipa nikawa natafuta majibu kichwani. Sasa mambo ya swali la 3. Nalijibuje sasa? Nimekuchagulia maswali 6 out of 24 questions. Kwani ni interview ni podcast? Tunapiga story sasa kwa nini unaweza kusema ngumu? Yeah, hii ni interview day podcast. Siku zote huwa nakwambia mafanikio ni mchakato. Kwa hiyo kama mafanikio ni mchakato, don't rush. Taratibu, muombe Mungu, everything is possible. Everything is possible. Ni kuwa mvumilivu, kuwa na consistency nzuri kwenye mambo yako, lakini pia muombe sana Mungu. Everything is, kila kitu kitakuwa poa sana. So leo niko na mrembo mmoja hivi, amazing kinoma. Tutapiga naye story 2-3 kama kawaida yetu, maswali yetu machache nini. Lakini pia kama kawaida, interview day, kipindi ambacho mlikuwa mmekimisi kwa muda mrefu kinoma. Na sasa hivi kuna vitu amazing kinoma. Amazing sana yani. Vipo vitu vya kutosha. Kwa hiyo usibanduke. Kila utakapoona teaser, utakapoona vitu ambavyo vinakuja nini, wewe shambulia, share kwa wana, sambaza upendo, au sio? Mambo? Mbona poa? Yes, sasa. Okay. Mambo? Poa vipi? Shwari, uko poa? Yeah, poa. Mbona kama una wasiwasi? No, sina wasiwasi. Sasa tunapiga tu story. Yeah. All right, naitwa Rick Empire. This is interview day. We back again like never seen before. And then kwa muda mrefu sana tulikuwa kama tumepause hivi, lakini now we back again. Kwa power ya ajabu, au sio? Usisahau kuwa follow Photo Chamber brand, ndio anasababisha mchongo mzima uende hewani. Lakini ukiwa una kitu chako chochote kile ambacho kinahitaji kumbukumbu, unaweza kawacheki. Unafuata Instagram, unaandika photo_chamber na umemaliza, au sio? Rick Empire, leo niko na mrembo machachari kabisa. Mbona kama yani? No, nimefurahi. Uko fit? Yeah, I'm good. Hebu waambie watu wewe ni nani? Mimi kwa majina naitwa Suzy Zabron. Yes. Ni dada aliyokoka. Wow. Yeah. Hii inafaa kwa noma sana. Leo mkiona na yumba ujue nimepigwa fire. Yaani naweza nikapigwa fire mambo yakawa mengi. Mdada huyu aliyokoka. Kwa nini mdada aliyokoka? Tukianzia hapo. Kwa sababu ni utambulisho wa kwanza. Utambulisho wa kwanza. Yes. Wow. Hii umeokoka toka mwaka gani? Mimi nilizaliwa kwenye wokovu. Okay. Babangu na mamangu walikuwa tayari wameshamjua Mungu. Alright. Lakini personally nimekuja kuokoka nikiwa chuo. Kwa sababu kuna siku pastor alihubiri akasema kwamba kuna watu wanatembelea mgongo wa dini ya wazazi wao. Okay. Which is ni wrong. Kwa hiyo akawa amesema kama unajijua umezaliwa kwenye wokovu unatakiwa uokoke. So nilikuwa nimeokoka nikiwa chuo. Ukiwa chuo. Yeah. Wow. Ndio kwa mara ya kwanza ukamjua Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Yeah. Okay. Kumbe kwa nyuma ulikuwa unatembelea? Nilitembelea ile tu Jumapili tena kanisani tunaenda. Okay. Lakini kuokoka mimi kama mimi. Nilikuwa chuo. Wow. That's nice. Wewe umeokoka ukiwa wapi? Mwenzangu na mimi sasa hapo. Umeokoka ukiwa wapi? Au unatembelea wokovu au unatembelea wokovu wa wazazi? Manake hii wengi inawabeba kutembelea wokovu wa wazazi, lakini sio mbaya. Alright, karibu sana. This is the interview day. Thank you. Lakini be free, au sio? Tunapiga story 2-3 tu. Alright? Lakini pia kwa upande mwingine sometimes watu wanaweza wakatamani kufahamu kwamba apart na dada aliyokoka yeye anafanya nini? Labda kuna kitu ambacho kinaweza kawa ni msaada kwa wengine. Mimi ni daktari wa mazoezi. Okay. Kwa Kiswahili tunaitwa physiotherapist. Hicho kumbe ni Kiswahili. Yeah. Okay. Ni kweli sije kujua Kiswahili kina Kiingereza ndani. Yeah. Physiotherapist. Alright. Wale mnaotaka mazoezi sio ya gym. Labda waambie vizuri hapo. Pengine mimi naweza nikawa sielewi. Wale wagonjwa wote wa viungo, misuli. Okay. Yeah. Uko nyumbani una matatizo hayo au kuna rafiki ana shida kama hiyo,
Utamcheki hapa dada aliyokoka, dada Suzy atakusaidia. Kabla ya kufika kwanza nafikiri utakuwa unaombewa. Alafu ndio ufanyiwe hayo mambo. Okay, so dada Suzy, ni tukio gani katika maisha yako lilikufundisha somo kubwa ambalo hadi leo hii linakuongoza? Wow. Okay, nilipokuwa chuo, kuna siku baba yangu na ndugu zake walipata mgonjwa. Walikuja pale hospitali, sitahitaji hospitali. Okay, sawa, kwa mgonjwa huyo akawa amelazwa. Na alilazwa kama almost wiki nzima. Na ule mkoa hawakuwa na ndugu, kwa hiyo ilibidi wao wanalala hospitali. Sasa na pale kwenye hospitali utaratibu wa kulala ni nje. Umeona? Kwa mimi nikaa nikienda kuwaona, unakuta usiku wamelala pale nje chini, mbu zinang'ata. Na nilikuwa sina msaada. Kwa hiyo nikaa nasema Mungu akinisaidia nikipata pesa nyingi, watu ambao wanatoka mikoani wanakuja kuwaona watu wagonjwa, hawana pa kulala, wengine hawana chakula. Nitaweza hata kuwasaidia. Ndio maana mpaka leo huwa nilianzisha foundation yangu inaitwa Sharing is Caring. Huwa napenda sana kusaidia watu. Kwa sababu inatoka moyoni. Inatoka moyoni. Nimeona babangu amelala nje. Noma sana. This one is so great. Sharing is caring. For real. Na so far imeshafanya kazi 2-3 foundation yako? Na ipo ina muda gani? Huu ni mwaka wa pili. Wa pili tunafanya, tunaandaa chakula, tunaenda mtaani, tunawapa watoto. Hongera. Thank you. Kitu kizuri sana. Okay, so, kwa mtazamo wako ni changamoto gani kubwa inayowakabili vijana wa leo? Hapa mwenyewe ni kijana uliokoka. Wewe kwa mtazamo wako unaona ni changamoto gani kubwa ambayo inawakabili vijana wa leo na unadhani chanzo chake ni nini? Vijana wengi sasa hivi wana tatizo la ajira, zinawatesa, kazi na mahusiano. Unajua ndio ulikuwa unataka hapo. Mahusiano yanasumbua sana. Yanawasumbua. Hebu waambie sasa vijana wako. Mahusiano na pesa. Nikisemea kazi au ajira. Hii ni ya moto. Mahusiano na ajira. Hivyo ndio vitu ambavyo vinakabili sana vijana wetu wa leo. Sijajua wewe kwako unaweza ukatuambia ni changamoto gani ambayo inawakabili vijana wa leo na chanzo chake ni nini? Unahisi hivi, chanzo cha ajira ni kukosa ajira. Kukosa ajira. Na kwenye mahusiano hapo? Chanzo cha mahusiano ni kutopata mtu sahihi. I think. Kwa hiyo ile kudanki kwingi ndo kuna kuumiza. Inawezekana. Inawezekana. Kwa hiyo sasa unafikiri suluhisho lake ni lipi hapo? Suluhisho ni kumshirikisha Mungu. Katika vitu vyote viwili? Vyote viwili kumshirikisha Mungu. Na sasa sometimes ujue saa nyingine vijana unakuta ni kweli tunajua Mungu yupo na tunaamini hivyo, lakini unakuta vijana wengi naweza nikasema labda wanakosa uvumilivu au wanakosa sikio la kusikia. Asa tunamshirikisha Mungu kwa muda gani? That's the point. Ukishamshirikisha Mungu, kitu kinachofuata natakiwa usubiri. Kwa sababu hata Biblia inasema sasa nikisubiri hadi hivi zikitoka wewe wakati sahihi wapata wote. Hana alisubiri. Wewe ukiambiwa sasa hivi usubiri uzae mpaka uzeeni utaweza? Kama nitaweza sasa ndafanya nini ndugu zangu? Kitu cha muhimu ni kusubiri wakati sahihi wapata wote. Katika safari yako nafasi ya Mungu imekuwa ipi hasa? Na je, kuna wakati uliwahi kumtegemea Mungu zaidi kuliko kitu chochote?
au uliwahi kulose kumtegemea Mungu katika safari yako ya maisha? Okay. Nafasi ya Mungu kwenye maisha yangu huwa ni ya kwanza. Okay. And nadhani sio tu sikuwahi, huwa namtegemea Mungu. Every day. Wow. That's nice. Kila kitu. Okay. Yeah. Everything unamtegemea yeye. Kila kitu. Noma sana. Oya, kama umtegemei Mungu basi kuna kitu chako utakingia utakuwa unakitegemea. I don't want to say much about it. Kuna hii issue hapa. Yaani ujue nimejaribu sana kuitafakari, kuiangalia lakini naona niwekeje. Anyways, vijana wengi wanapitia pressure ya pesa. Right. Okay, vijana wengi wanapitia pressure ya pesa, mahusiano na mitandao ya kijamii. Ungewaambia nini ili wasipotee njia? Maanake hivi vitu vinawafanya sometimes tuna lose, Unajua kwa mfano kama mimi ninapokutana na wewe hivi nimekuangalia nasema mtume, nitajenga mie. Sasa unakuta mtu mwingine unakuta kuanzisha mahusiano ni mpaka mtu anaanza kuwaza hivi kwa mfano kama sina mkwanja naweza kweli nikakaa na Suzy akanielewa kweli, tunaanza ku search from the scratch, tunatafuta huko chini mpaka tujenge tukue. Na unakuta labda Suzy ex wake wa nyuma alikuwa anaendesha Harrier. Wewe ndugu yangu uko na baskeli. Kwa nini Harrier? Harrier ni gari tu. Okay. Au ilikuwa ni kweli? Alright, vijana wengi wanapitia hizo pressure. Ungewaambia nini ili wasipotee? Tunarudi kule kule. Kumtanguliza Mungu. Kumtanguliza Mungu. Yes. Okay, wameshamtanguliza Mungu. Kitu gani kingine ambacho wanapaswa kukifanya ili wasipotee kwenye njia? Kwa sababu tunaamini kwamba hata kwenye masuala ya kimungu wewe unaweza kumwambia Mungu alituahidi ya kwamba atatubariki tutokapo na tuingiapo. Yes. Sasa wewe unamwomba Mungu kwamba akubariki utokapo na uingiapo afu bado umekaa ndani. Atakubariki vipi? Kwa mfano kwenye swala la pesa, ukishamtanguliza Mungu, hata Biblia inasema asifanye kazi na asikule. Yes, sio tu asikule, asile. Ndio. Kwa hiyo wafanye kazi kwa bidii. Okay. Wasichoke kupambana. Wafanye kazi kila siku. Kula chuma iko. Yeah. Watafanikiwa, pesa zipo. Alright. Yeah. Issue ya mahusiano inakaje? Na mitandao ya kijamii imekuwa kama inawapa pressure. Yeah, mahusiano. Wewe kusumbui mitandao ya kijamii? Na mahusiano. Akusumbui. Tuachane na. Tunaachana sasa wakati watu wanatakiwa wajue. Okay, kwenye mahusiano zaidi ni kumomba Mungu. Okay. Mtu sahihi anapatikana kwa maombi. Mna hiyo nguvu ya kuvumilia kusali mpaka patikane. Alright. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii ipo na ukiifuata sana inaweza kukupotosha. Okay. Watu wana fake sana kule. Yeah, watu wana fake. Kwa hiyo watu wasiamini sana mambo ya mitandao ya kijamii. Yes. Kwa mfano kama mimi naweza nikaposti sasa hivi picha hapa niko zangu baharini, kumbe right now niko hapa unanifanyia hizo. Hatari. Kwa mtu anaweza akakaa kule akasema Suzy anaenda baharini, ngoja na mimi nitafute sponsor. Mama. Kumbe mimi niko hapa nimekaa. Kwa watu wasibeze sana na social media, na hisi wazitumie in a positive way. Okay, kuna kitu fulani hapo umeniongezea. Kwa nini wasichana warembo kama wewe? Hatari. Kwamba mkiwa mnaposti picha ile ngoja leo ni washtue watesi. Kwa nini mtu anawaza ana sponsor? Kwani nyie wenyewe mwezi mkajihudumia wenyewe hivi mkafanya hivyo vitu? Au labda kwa mfano labda let's say tu hata una boyfriend chako huko kametulia tu sio mwenyewe kamepiga dili huko mkeka umetiki wakamalia sasa. Amebeti mkeka umechana. Kaona baby mkamata hii 100 hapa 100 wewe ukaenda ukajispoil. Kwa nini wanawaza sana sponsor? Hii imekaa. Yeah, wanaamini kwamba masponsor obviously ndio watu wenye hela nyingi. Watu ndio wanaamini hivyo. Okay. Na wanaamini kama boyfriends ni wale watu ambao akipata 500
hivyo mnapata, lakini sponsor ni yule mtu ambaye umekula voucher 400,000. Hii je kutokea hii. Mimi nipate voucher 100,000 sindachanganyikiwa. Kwa hiyo sasa hivi hamna masponsor wa kike. Wapo mshangazi. Kwa watu huko nje wanaamini kwamba mdada hawezi akaenda sehemu ambayo ni class mpaka awe na sponsor. Iniishi sio kweli. Ushapata sponsor? Kweli. Na akija sasa hivi? Hapana. Hapana kweli? Hapana kweli. Kwa kaja kakuwekea hapo kibunda milioni 10 ngapi? Labda tu anipe kama zawadi. Akupe kama zawadi, sasa ndio sponsor huyo. Si mnasemaga mnapenda nyinyi baba wenye vitambi, wanahitaji love box. Ulinisikia mimi? Si wadada walio wengi. Wadada walio wengi sasa, lakini hapana sio wote. Okay. Sometimes ni maisha watu wanafanya wanakuwa hivyo, lakini sio wote. Sio wote. That's great. So, kwa maoni yako, mafanikio ya kweli ni nini? Na kijana anatakiwa aanzie wapi kuyafikia bila kupoteza utu wake? Mafanikio ya kweli ni yapi? Au ni nini haswa? Na kijana afanyaje ili kuyafikia hayo mafanikio ya kweli? Lakini vile vile zingatia utu wake asiupoteze. Kufanya kazi. Okay. Kupambana. Okay. Kumwomba Mungu. Okay. Kutokata tamaa. Alright. Wana msikate tamaa. Wewe ni mwekezaji, wekeza haswa. Yaani ninapoongelea wawekezaji najua tunaelewana. Oya wana wekezeni. Wewe sijui una genge lako, fanya liwe smart genge. Yaani 2026 ni lazima tutoboe. Kuna namna. So for the last, unadhani jamii yetu inawajenga vijana kuwa watu wa maadili au inasukuma zaidi tamaa na kuwafanya hawa vijana watafute mafanikio ya haraka? Right now vijana kweli wapo kwenye pressure kutaka kufanikiwa haraka. Okay. Kwa sababu ya vitu wanavyoviona mitandaoni. Unakuta mtu labda mimi na miaka 20, 25, 22, 23 nikiingia online nikaona mtu mwenye miaka kama yangu anamiliki BMW, ana crown, ana duka, afu mimi sina kitu. Napata pressure. Okay. Unaona naanza huyu anafanyeje? Okay. Ndio hao sasa mtu anaanza kuingia njia isiyo sahihi ili tuniwe kama mtu fulani. Unaona? Kwa hicho kitu sio kizuri. Watu tu wapambane, kila mtu ana njia yake ya mafanikio. Noma. Na kila mtu atafanikiwa kwa muda wake, kwa kutokata tamaa. Sio kwa kuiga maisha ya watu. Mafanikio ya mtu ni siri. Mtu anaweza kukwambia anafanikiwa kwa njia gani. Okay. Unaona, hata wewe mtu ambaye unamuona online kafanikiwa, kuna vitu anavifanya hakwambii. Alright. Wewe unahisi kwa nini wanaikaga siri? Na kuna watu wengine wanakuja kusema kwamba bwana ukitaka kufanikiwa fanya 1 2 3, fanya hiki fanya hiki. Kwa nini unahisi unasema mafanikio ni siri? Mafanikio ni siri kwa sababu sio kila mtu anataka tutoboe wote. Yaani mimi anataka ndo ile sasa sponsor boyfriend. Ni mfano mzuri. Mfano mzuri. Mimi nimekuja kuchimba hapa nikaona kuna dhahabu. Nikatoa ya kwanza nikafikia. Afu wewe umekuja unalia maisha magumu. Siwezi nikakwambia hapa kuna dhahabu ndugu yangu. Nakwambia tufanye kazi ndugu yangu. Afu mimi nakuja kesho nachimba tena natoa dhahabu nyingine. Na mimi nafanikiwa. Afu tunakushauri fanya kazi. Kwa hiyo kila mtu ana siri ya mafanikio yake. Okay. Kwa hiyo mafanikio ni siri. Mafanikio ni siri lakini watu wapambane. Sijui unapambana. Akiwa kwa mtaani kuna siri nzito ambazo hatuzijui. Kwa hiyo ndugu yangu cha msingi wewe pambana. Usione mwenzako katoboa ukazania sijui ndio Freemason. Mara sijui nini. Wewe pambana. Wewe kama ni pilot wewe endelea tukurusha kindege ndugu yangu. One day yes. Aviator. Mambo ya aviator kama aviator wewe kwako inakupa mchongo nini? Wewe tusua. So, ni hatari sana. Kwa hiyo kwenye maisha yako yote ili hapa swala la kizushi. Mbona umekaa umenisikiliza ni kama wewe unataka uniambie? Okay. Kwenye maisha yako yote ya wokovu.
ni challenge gani ambayo ilishakukuta kwenye wokovu alafu ukashindwa kutoboa kwenye hiyo challenge? Alafu baadaye ukakaa ukawaza ukaona hivi kwa nini nilishindwa kutoboa pale? Wow. Kuna kitu nilimwomba Mungu muda mrefu. Okay. Niliomba muda mrefu lakini nikaona hakitokei. Alright. Yaani niliomba njia zote. Nilifunga. Kuna yule Pastor Tony alikuwa anatumisha signs and token nikafanya. Nachoma zile karatasi mishumaa. Umechoma sana. Naweka nadhiri mbele za Mungu lakini kitu hakitokei. Yeah. Kwa hivyo vitu vipo, ila mwisho wa siku tu unasema kwamba mipango ya Mungu. Kwa hiyo kitu ni mpaka leo hakijatokea. Hakijatokea, pengine haikuwa ni mpango wa Mungu. Hatari. Yeah. Kwa kitu gani? Ni siri yangu. Ni siri yangu. Ukiingia Instagram kuna page 2 muhimu sana kuzifollow. Rick_Empire, utanikuta pale. Utapata teaser za vipindi vyote, lakini pia kuna mambo yetu yale yako mule. Watu wa meme kwa class tunakutana kule. Lakini pia ukienda photo_chamber unatukuta pale. Huko ni kwa ajili ya mahitaji ya picha kali. Unahitaji sijui una wedding, una corporate, anything ambacho kinahitaji kumbukumbu. Tuko pale. Tunafanya documentary, tunafanya kila kitu kwa quality ya juu kabisa. Au sio bwana? Lakini unawaambiaje sasa? Ndio tunafunga hivyo kipindi. Unawaambiaje vijana? Vijana. Yeah, wanakusikia hapa. Msiache kuomba. Okay. Vijana, maana fahari ya kijana ni nguvu zake mwenyewe. Kwa hiyo fanyeni kazi kwa bidii. Muombe sana, msikate tamaa, tutatoboa. Wanaweza kukufollow Instagram? Yeah, Instagram natumia Blissful Girl, lakini pia TikTok natumia Sukimi. You can follow me. Okay. Hatari. Yeah. Nilikusikia siku moja kama unaimba Neema Gospel. Kuimba sijui sana, lakini kuna wimbo naupenda. Kuna wimbo naupenda. Kutoka kwa Neema Gospel kuna kipindi kinaitwa Worship in Spirit. Okay. Yeah. Unaimbaje? Kidogo tu. Sijui kuimba. Hakuna mtu ambaye ajua. Okay, mwenye sauti yangu nikiimba paka achura. Unaimba hivi? Yesu nipendaye. Ndio. Kwako na kimbilia. Wewe ndio mtu ajui kuimba huyu. Neema Gospel naomba nimuingize kwenye kwaya yenu. Huyu ndio mtu ajui kuimba. Neema Gospel. Nimepata hapa leader mwingine. Mtu anaimba amenyoka kabisa hivi unasema hujui kuimba. Au umebahatisha hivi? No, sijajua. Kuna wimbo mwingine ambao unaupenda? Yeah, wimbo mwingine ni wa yule dada anaitwa Sabasabu. Ni msao unavyoanza. Picha kali hiyo. Wa Neema Gospel mwingine? Okay, wa Neema Gospel mwingine ni yule haujatoka lakini nasubiri utoke. Jesus. Hii ni maajabu. Sasa unatoka wewe umepata. Walikuja kwenye event wakawa wameuimba. Kwa hiyo napenda yani unaimba hivi. Is my daddy, is my daddy. Wewe bana nzuri sana. Ogopa sana wimbo ukiwa unaimba kichwani alafu step unazo wewe mwenyewe. Ni noma. Watu tu wanaona mbona mtu anaenjoy vipi sasa? Kumbe ndo mambo yanakuwa kama hivi. Bwana, mpaka next time. Rick Empire Photo Chamber ndio wadhamini wakubwa wa kipindi hiki hapa. Mrembo wangu hapa alisema masponsor ni watu wenye mshiko. Alright, sponsor wangu mimi ni Photo Chamber. Photo Chamber ndio sponsor wangu mimi ambaye ameweza kuniwezesha hapa mpaka mnaona kwenye hicho kideo. Mambo yanakuwa yamekaa fresh. Till next time. Ciao.